Mke wangu, mume wangu, si ulisema utarudi? Lakini ni maamuzi yangu mke wangu, juu hapa nyumbani pangu. Kwa hiyo muda wote saa yote naweza nikarudi ninapotaka mimi. Basi sawa, ina shida. Mimi nilikuwa nimepumzika maana nimechoka sana. Sawa, Dudu nafuata nini mwanana? Amna, mume wangu mchana alikuwa anafua, kwa hiyo alisahau pale nje, ndio mimi nikaichukua. Hata hivyo nilisahau tu kumpa, ila nitampa kesho, usijali. Sawa, basi ngoja mimi nikaoge kidogo. Nakuja kipenzi. Sweet pain. Sweet pain. Konde girl. Wewe unapenda mwenzio akilala kusumbua chani. Nchane wapi? Umelimwaga nchane nchene, umelimwaga una nchane hapa. Unajiona nichekesha? Unanichekesha sana. Sababu mimi nimelala huko, nimeloa godoro. Wewe umelala huko, umeloa nguo. Nani hapo mimi na wewe alokojo? Afu unajifanya njanja, kumbe njinga. Basi ungenivesha tena mangamba yako, hiyo nijulikane mimi kweli nimekojoa. Lakini wewe mninyanyua umenileta hapa. Nguo za mkojo unazo wewe. Ni ujinga huu. Yaani mimi na ukao unanifanya kaka. Wewe nguluwe unafanya hivyo, wewe nguluwe. Wewe nguluwe. Vipi tena? Mbona una mawazo? Mimi nikajua umeshafungua ofisi, lakini umekaa hapa. Changamoto nini? Wewe acha tu ndugu yangu. Ni mawazo mazito sana. Nenda sielewi, nashindwa nifanyaje. Na kama mawazo yamekuzidi, ni bora uende tu nyumbani ukapumzike, ili usije ukaharibu kazi. Ni mawazo ya familia tu. Lakini pia nimeona nije kazini kwa sababu kazi ni muhimu sana. Kwa sababu kazi ndio inafanya mpaka mimi nakula. Afya yako pia ni bora. Kwa hiyo nenda nyumbani ukapumzike. Mimi nikipata vichwa hapa, nikipata pesa nitakuletea. Nakumbuka jinsi ulivyokuwa, sasa ni maumivu tu yamebaki. Sweet pain. Hii kweli like maza like sani.
kumene we mama nimekwedo. Yaani hapa kweli nimepata. Yaani hapa nimekata kona, nimeingia penati. Haina budi, inabidi nipige tu. Saa yako ni mke wangu. Vipi, uko sawa kweli? Siko sawa, ila nahisi utakuwa ni mvurugiko tu wa tumbo. Ni kweli, tangu jana nimeona kabisa hauko sawa, utakuwa unaumwa. Hata mimi nahisi hivyo, ila usijali mume wangu, nitakuwa sawa. Sweet pain. Nimekuona toka muda mrefu unanifuatilia. Ni heri ungejitokeza ukaeleza shida yako kuliko kuendelea kunifuatilia mimi. Unaweza kuelezea shida yako? Mara yangu ya mwisho kuwa na hisia za mapenzi ilikuwa ni kama miaka 6 iliyopita, lakini baada ya kukuona pale sijui zilitoka wapi. Yaani muda wote na kuwaza, muda wote na kufikiria wewe, kitu ambacho sio kawaida yangu. Ndio maana nikaamua kukufuatilia. Yaani long story short, nimetokea kukupenda. Uwe kaka, umechanganyikiwa? Hauna akili timamu? Yaani ilikuwa kama ajali tu, alafu na shingo endelea kunifuatilia. Nisikize ngombe kitu. Sahau, nafuta katika akili yako kama ushokutana na mtu kama mimi. Maisha yangu yalikuwa kamili sana kabla sijakuona wewe. Na nilikuwa naweza kufuatilia maisha yangu kwa 100% kabla ya kukuona wewe. Nipe nafasi na kuahidi hautajutia. Tafadhali kaka,
Sitaki tufike mbali, naomba uniache na maisha yangu. Nimeamua kukupenda, na kama unavyojua sisi watu wa aina yangu tukiamua kupenda, we don't play, we love for real. Sweet Ben, sweet Ben. Sweet Ben, sweet Ben. Mguu ulikuwa unakuja kwako, nakuja kwako kwa lengo moja. Mimi nilikuja nikuuliza kama wewe unajua mtu anojua dawa kunisaidia mume wangu kuhusu mkojo. Sasa mimi cha ajabu ninafika hapa ninakukuta wewe unatoa magodoro. Sasa mimi hapo ninajua tu hakuna msaada wa kupata. Kama wewe mwenye kikojozi mimi nina msaada gani? Koma wewe. Mwete kidadadi. Una uhakika? Mimi ndani kwangu kuna kunguni huko. Kwa hiyo nikaa natoa magodoro yote yatoke nje kwanza. Unasema mkojo. Wewe mtu akitoa godoro basi kikojozi. Kuaga na adabu mtoto. Yaani kama kunguni mbona umelirudisha? Yaani ingekuwa kunguni kweli ungelienda kuweka pale juani. Mbona umerudisha ule mkojo? Yaani umeona aibu. Kachizidi. Weza mama Kwa mtu akitoa godoro basi anakojoa kitandani. Nitakutililisha sasa hivi nakwambia tena. Kuaga na adabu. Alafu kingine unapomcheka mwanangu sijui mkojo kikojozi. Huu ni ugonjwa. Na ugonjwa huu umetokea kwenye familia kuanzia mababu zetu mpaka mabibi zetu. Ni ugonjwa. Huu ni ugonjwa wa kulisi. Kuna wengine wanalisi hela, lakini sisi kwenye familia yetu tunalisi mkojo. Sasa shida iko wapi? Wewe unatakiwa ujue kwamba huu ni ugonjwa wa kulisi. Na sio kwangu hata kwa mtoto wetu. Tukipata mtoto mimi na wewe lazima atakojoa. Kojo lipo, linahusika. Unanilaumu nini? Mwanangu mimi ya wiki kojozi bwana. Msifananishe mtoto wangu na familia yenu. Kama wewe utie kwa hiyo laana ndio inampata mume wangu tu. Kwa nini na baba nakojoa? Nitakufukuza mbwa. Tena kuaga na adabu, tambua mimi mkweo. Umesikia? Alafu mimi na matatizo mwenzako. Kwani mimi napenda hivi, si ugonjwa huu. Hivi butua huyu mwanamke ulimwokota wapi huyu? Ndo Mungu kanipa, nitafanyaje? Unapoaposa matatizo unabudi kuyaoa. Ndo kama hivi. Yaani ungejuaga toka mwanzo. Mwanamke gani ana kolomelo, ana kaba katika familia? Mama, usitake kunilaumu. Siku ya harusi ulinisifia, ukasema nimepata mwanamke. Na wewe ukasema unajua kutazama na umemuona huyu ni mwanamke sahihi. Ndio Mungu aliyenipa. Kwa hiyo ukitaka kunilaumu na mimi nitakulaumu wewe kwa sababu mwenyewe ulikuwa unamtazama na ukasema ndo mwanamke sahihi. Na hapa kwetu tumefeli mwanangu. Mwanamke hamna hapa. Na hata mimi nimefeli. Sio nyinyi tu. Na mimi nimefeli vile vile. Kuingia familia yake kikojozi. Sasa mimi sasa hivi ndo nabidi nihangaike niwatafutie nyinyi dawa. Lakini hii sio taaluma yangu. Ni kwa ajili yangu na kuomba. Hana tatizo lolote lile. Tofauti na mfumo wa chakula ndio umeleta shida. Na ni athari ndogo tu zinazotokana na hali ya hewa. Hivyo nitamwandikia dawa, nadhani atakuwa salama. Asante sana dokta. Daktari, sasa hivi tuko wawili, tena wenyewe tu. Yaani hakuna chochote ambacho anachokiweza kukifanya katika taaluma yako ambayo unaweza kunisaidia mimi nikakaa sawa. Imeshindikana kabisa daktari. Huwezi kumpa mwanamke mimba.
na taaluma yangu ndio inaniruhusu niseme hivyo baada ya vile vipimo. Japo kwa uwezo wa Mungu inawezekana, lakini kwa taaluma yangu imeishia hapo. Daktari, inawezekana vipi lakini? Kwa nini utakumaanisha umeshindwa kabisa? Wakati sasa hivi kuna teknolojia mpya, kuna upasuaji, kuna kitu chochote kile yani. Kwa nini utakumaanisha umeshindwa kabisa? Nimefanya kila kinachohusiana na taaluma ya sayansi ya uzazi, lakini imeshindikana. Kuna vitu vipo nje ya uwezo wa mwanadamu, hivyo tumwachie Mungu tu. Sweet pain, hii ndio siri yangu. Sweet pain, nakupenda na maumivu. Nina mimba.